mizimu yose mkagone, moso na ukulume, mizimu ya mpanga lugome, kolero, wose mkagone. Mimi nimekuja kuomba mbele ya mizimu yangu hii ambayo ni mizimu ya panga lugome. Kwa nguvu ya mizimu hii naomba adhabu kali itoke kwa kijana alomtenda binti yangu. Kutokana na tendo alilolitenda huyu kijana, naomba mizimu iende ikamteketeze mara moja, na kwa wale wote wenye wazo hao wanaotenda matendo kama haya, naomba mizimu ikawaangalie na kuwateketeza mara moja. Panga lugome, kwa nguvu ya panga hili, kutokana na matendo ya kinyama alotendewa binti yangu, nimeamua kunyanyua panga hili ili kuiamsha mizimu yangu ya panga lugome, na bule wa kumlomba zaidi yenu mweye inuke. Amka, inuka ukalitendele kazi yangu. Amka, mihano kwa ajili ya kukuamsha wewe. Amka. Nina imani ombi langu litafanikiwa. Kwa nguvu ya panga hili na kuamuru uende ukafanye nililokusudia. Ondoka! Ondoka! Amjambo wajukuu zangu. Hatujambo. Shikamoo baba. Baba, mimi nashukuru sana kwa wingi mliofika hapa. Naamini kabisa kwamba haya tutakaojifunza leo yatakuwa kichwani mwenu, si ndio wajukuu zangu? Ndio. Sasa basi, nadhani leo tumekutana tena. Je, mnakumbuka somo letu la jana lilipoishia? Ndio. Sasa kama mnakumbuka, ni somo gani? Ni kuhusu maswali. Kuhusu maswali. Vizuri sana. Mwenzenu amesema kuhusu maswali, si ndio? Ndio. Mnakubali wote? Ndio. Sasa kama mnakubali wote kuuliza maswali, naombeni muulize maswali.
Mnafanya nini tena? Subirini. Sikiliza. Wacha. Babu, mimi ndo naanza. Mnaanza ni za mbaya. Na hili ndio somo tutakaloenda nalo leo. Sasa jinsi walivyoonyesha hawa wenzenu wawili ndiyo tunalotaka kuongea hapa. Kuna kijana mmoja ambaye hana busara katika kijiji hiki. Kijana wenyewe ni Kaijage. Kaijage alikuwa vizuri sana mjukuu wangu. Kakawe na wenzio pale. Haya. Wajukuu zangu, huyo ndio mjukuu wangu nilioachiwa na mwanangu, ambaye mwanangu huyo ndio nilikuwa namtegemea, lakini ameuawa. Ameuawa kikatili sana, na aliyomuua si mwingine bali ni huyo Kaijage. Huyo alikuwa sio mtu mzuri. Mnanisikia wajukuu zangu? Ndio. Nawapeni hadithi hii ili kusudi nyie muwe watu wazuri, wenye busara nzuri. Msiwe kama Kaijage. Kaijage amefanya mambo ambayo sintoyasahau maishani mwangu. Mambo gani babu? Kaijage alimuua mwanangu, alimbaka. Mwanangu machi. Sikiliza, kama kuna ugomvi, hebu tukaone. Wewe dada, vipi? Kaijage kafanyaje? Kaijage anataka kunibaka. Dadangu pole sana. Haukajificha huko. Pole sana dada. Unamfahamu? Basi tuende kwa mwenyekiti. Hapa ndio kwa kina Kaijage? Wenyewe. Ndio hapa? Ndio. Ndio wewe? Hapana, mimi ni shemeji yangu. Wewe? Mimi ni kakaangu. Ni kakako eh? Sasa basi, nadhani ujumbe utafika. Kaijage kesho anatakiwa ofisini. Kuna nini mwenyekiti? Sawa. Anatakiwa ofisini kesho. Wewe mtoto wa kiume, nikuulize unielewe vizuri. Umenielewa eh? Yeye anaweza kumbaka mwanangu mimi? Damu yangu anandhalilisha. Hivi kijiji chote kia kuona mwanamke yeyote zaidi ya mwanangu mimi? Hivi huyu anafanana na Kaijage huyu? Mimi simjui, lakini ninachoeleza, Kaijage akija mwambieni aje ofisini. Asipofika basi mimi nitajua nitafanya nini. Mmenielewa? Sawa mwenyekiti. Tuondoke binti yangu. Nilikwambiaje? Nilikuahidi siku ya leo jua litozama. Sawa? Vua mwenye. Wewe uko tayari kufa, si ndio? Kama uko tayari leo ndio. Kaijage baada ya kumbaka binti yangu kaamua kumchoma na visu. Akamuua. Ngojeni kwanza ninywe maji. Sawa? Ngojeni kwanza kidogo. Hapo sasa tutaelewana vizuri. Sio pombe wajukuu zangu, haya ni maji tu. Basi baada ya kufanya tendo lile Kaijage, mimi nikashtakia mizimu. Hivi nasubiri majibu. Chakula kinaishia, unashindwa kula kweli? Yaani sijisikii kula kabisa na sasa hivi kichwa kinaniuma sana. Kula basi hata tu kidogo kakaangu. Kwa hiyo nasikia kichwa kinauma au nini? Kichwa kinaniuma, afu siko sawa, sijisikii vizuri. Mpaka ugali umeisha. Basi acha nikulisha hata kitonge kimoja tu. Basi nafikiria kwamba naenda kapumzike ndani, tuangalie utafutaji wa dawa. Sawa? Hebu nenda ndani uende ukapumzike. Baadaye. Kwa hiyo umegoma kula kabisa? Haya. Dali. Leo huyu bwana ameshika kweli mpaka na achia chakula hivi. Ugali na pombo hivi anauacha.
Kaka, hebu lete kwanza ile panga. Kwani vipi? Kwa nini unanoa panga? Unataka kufanya nini? Unaweza kujua kaka yako alikufa kifo gani? Sijui. Ujue, hasa mimi nafahamu kila kitu. Nimechoka kudhalilishwa, ni bora na mimi nikafe huko huko. Kaka, yule amekufa kifo kimeujiza na hakuna ushahidi wowote. Ndio nikakwambia vipi? Mimi nimefuatilia kwa wataalamu wote. Na kama nimeujiza, yeye ndiye alofanya. Sawa Na kwenda. Tena sitaki unifuate. Manisikia? Kaka, nakuomba kakaangu, kumbuka, usiende. Nataka ujihurumie. Pamoja na ugonjwa wangu, tahakisha napigana kwa nguvu zote. Nitakula dawa mpaka mwisho napigana. Umesikia? Kaka, lakini si ulituahidi kwamba ugomvi umeacha kaka. Sitaki unifuate. Nipo chini ya mikono. Sitaki unifuate. Kaka. Rudi nyumbani. Kaka bwana. Kaka. Sikiza nikwambie. Umemwona yule mtoto yule? Umemwona? Kuanzia sasa hivi anakaa home. Kivipi? Kivipi? Kwanza usitaki kuniuliza kivipi. Kaka. Kwanza mtoto wa nani huyu? Jukuu wa mwenyekiti. Unashangaa? Kaka, lakini jua kuwa huyu mtoto ana ndugu zake. Siku ya siku mwenyekiti anakuja kumkuta hapa. Si ndio utakuwa umejitengenezea matatizo? Hakuna cha mwenyekiti wala cha nani. Sasa hivi panga tu. Huyo mwenyekiti nishamnyongelea mbali na habari yake imeishia hapo. Kuanzia sasa hivi mtoto yule anakaa kwangu mimi. Hakuna mtu yote akisema kuja kufuata mtoto. Sawa? Tumeelewana? Unashangaa nini sasa? Sawa kaka. Nataka unyanyuke uende ndani ukambadilisha nguo. Sawa? Aonekane yuko vizuri. Ila humu ndani hakuna nguo za watoto. Ila sawa, nitamtafutia tu, nitakaa naye. Sawa? Nitakaa naye. Sitaki mjadala wote wa kuongea juu ya maisha ya huyo mtoto. Unajua umejenga vita na wana kijiji. Lakini kwa nini umeua kakaangu? Sitaki nikuwa na kiongea lolote juu ya kifo cha mwenyekiti. Sawa? Tena kwa kinachotakiwa ukabadilishe nguo umlete hapa. Sawa kaka. Aje apumzike. Tena kuhusu hilo. Toka. Nenda kambadilishe nguo onekana na mazingira kwetu sisi. Nenda. Sitaki mjadala wote mimi. Kaka, hayupo simuoni. Vipi? Hayupo. Tusileteane mambo ya utani, sawa? Kweli nimeingia ndani kule, nimezunguka nyuma kule, hayupo kabisa. Usilete masiara. Ndiyo kaka, sasa mimi nitakudanganya. Twende. Unajua yule atatuletea matatizo. Twende. Tuliomba na umetukubalia kutokana na kile kifo cha mama yako. Unakumbuka? Kwa hiyo hivi sasa tunataka kwenda pangoni kule kurudisha lile panga ambalo tuliliomba kwenye mzimu na likafanya kazi. Kwa hiyo tunaelekea hivi sasa huko ila panga lenyewe nimelisahau ndani. Hebu kachukue ndani.
Lugome. Ule ukuu ulimuua mamangu, sasa umemuua babu yangu. Na kuamuru uende ukafanye chakula chako, yule alimuua babu yangu. Ondoka! Panga Lugome, kwa nguvu ya panga hii ninakuruhusu uende. Kwa nguvu ya panga hii ninakuamuru uondoke. Wewe fungua mlango ndani, fungua mlango. Tunataka mwenyekiti wetu, tutakuja kusababisha kifo bure. Fungua mlango mwenyewe. Usichungulie, watakuona. Sikiza, sisi tunamtaka mwenyekiti. Ndio. Hapa tunagonga mlango, asipofungua tunachoma moto hii nyumba. Fungua mlango, tunamtaka mwenyekiti wetu. Yaani nasema hivi, kabisa mwenyekiti wetu kijiji hichi au hivi tunachoma moto. Wewe ndio tulikuwa tunakutafuta. Ndio huyu. Sasa hebu ngoja. Wana kijiji wanataka mwenyekiti wao. Sasa nakupa dakika hii moja kutoa maelezo ya kutosha, la sivyo tunachoma moto hii nyumba na wewe mwenyewe utauawa. Tena faster. Tunamwomba mwenyekiti wetu, wana kijiji wanamtaka. Mna shida mwenyekiti? Ndio. Mna shida mwenyekiti wetu? Nataka mwenyekiti wao. Sasa hivi atambia. Naomba mnipe dakika moja ili niwaite mwenyekiti wenu hapa. Wewe unajiamini nini? Wewe unataka kufa sio? Unataka kufa? Panga Lugome, uwezo wa panga hii na kuamuru mara moja. Panga Lugome ndio mwenyekiti. Hebu ngoja, mwacheni. Panga Lugome ndio mwenyekiti. Njoo mara moja.
watu wana shida ya Mwitiwawa. Njoo mara moja. Njoo. Panga Lugome, naomba uwatambulishe wana kijiji hawa kwamba mimi ndio mwenyekiti wao kwa sasa. Kwa hiyo sasa huyu bwana ameshamaliza matibabu yake kwa babu Matibu. Kwa hiyo muda wote hapa anaweza akaondoka, ila mimi nimemuomba akae japo siku 2 tu tushirikiane ili kuona ili swala la huyu mkono mmoja, ila hii ni kwa maombi yenu tu. Mimi nilikuwa nishamruhusu, wasiwasi wenu. Kumbuka sasa hivi mkono mmoja, sioni kama kuna hofu yoyote ya mkono mmoja. Ni wenyewe si mmeshanielezea, mmeenda mmemshuhudia, mmegombana naye, mmempiga, mmemfinyanga, hajafanya chochote. Sasa hivi hana nguvu, hana uwezo wote wa kusema kwamba anaweza akamfanyia kitu chochote mtu. Sasa hivi anatumia mbinu mpya. Mbinu gani? Anatumia nguvu za kichawi. Ni kweli kabisa shemeji. Yaani siku hizi mkono mmoja atumii nguvu unazojua wewe, anatumia nguvu za kichawi. Mtu mwenyewe katoka mjini yule, uchawi anaongelea. Yaani wewe wangu unaongea hivyo tu kwa sababu bado hujashuhudia. Tatizo yule sasa hivi ana bonge dude, yaani likishuka mwenyewe utaogopa. Linatisha, unajua kutisha. Hey. Hilo dude nyinyi mmeliona? Ndio tumeliona. Kweli mmeshuhudia kwa macho yenu? Dude kubwa hilo, yaani sijui kalitoa wapi. Sijui hata dudu gani wala tu. Yaani tulivyoliona tujalipatia hata picha.
hilo litakuwa jini. Hasa kama ni jini, kwa babu Matipu ndo mahala pake. Tunakwenda tunaongea na babu Matipu, anatutengenezea na sisi dude linakuwa kinga kwetu. Yaani babu Matipu ninavyomwaminia. Acheni uoga bwana. Kama ni mambo ya kiuchawi kwa babu Matipu kule ndo sehemu yake. Tunatengeneza kinga, akituma kitu kinarudi kwake chali. Haya, hamna tatizo. Salama huko nakotoka. Salama za nyumbani jamani. Je, tangazo la leo mmelisikia? Hamjalisikia? Ndio kwanza tunakusikia. Kuna kikao kwa mwenyekiti mida kama saa 10 tukutane pale kwa ajili kuja kumchagua mwenyekiti mpya. Kutokana na mwenyekiti wetu amefariki. Kwa hiyo hata kama mkisikia msisite kwamba wenzeni ili mradi tukutane pale kwa mwenyekiti. Sawa sawa. Haya. Sasa kitafanyikia wapi? Kikao kitakuwepo pale kwa mwenyekiti ambapo alipokuwa anaishi zamani pale. Kwa hiyo tukutane pale wote, mradi tuhudhurie wote kwa pamoja. Haya. Jambo ni kijiji na jambo. Tunahitajika wote na kijiji. Wanakijiji oye! Wanakijiji oye! Nadhani mimi mnanifahamu. Mimi naitwa Mbongwa, ni katibu wa hiki kijiji. Niko na mjumbe wangu hapa, yuko peke yake kwa sababu hili swala ambalo tunataka tulifanye hapa kuna baadhi ya hawajaliafiki na maana wametuasi. Kwa hiyo huyu aliyobaki naomba ajitambulishe afu tuendelee na zoezi. Mjumbe karibu. Asante sana. Wanakijiji oye! Wanakijiji oye! Kwa jina naitwa Priska, ni mjumbe, japokuwa wajumbe wenzangu wametuhasi, ila napenda kusema tu tulete ushirikiano katika jambo hili. Asanteni sana. Haya, sasa kama tulivyosema wengine wametuhasi. Kutokana na mwenyekiti wetu mpendwa, mwenyekiti wetu ambaye alikuwa mwadilifu, mchapakazi, amefariki. Nadhani wote hapa tunamfahamu na tuna majonzi makubwa sana juu ya hiyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu pale alipo amlinde, amweke mahali pema. Maana mwenyekiti ambaye alikuwa mwadilifu tulimpenda. Mimi mwenyewe binafsi nilihurumia sana juu ya kifo chake. Kifo ambacho kimetupa simanzi sisi watu wote hapa. Kwa hiyo sasa jambo la kufanya, mimi naomba jaribu kuyasahau kwa sababu kipo ambacho na sasa baada ya yeye kufa kijiji hakiwezi kukaa bila mwenyekiti. Kwa hiyo kipindi hiki wajumbe na katibu tumefanya uteuzi wa kwamba huyu ndio awe mwenyekiti wa kijiji hiki badala ya yule kufariki. Kwa hiyo naomba nimkaribishe mbele yenu hapa ajitambulishe na mumsikilize kwa makini. Mwenyekiti karibu. Lakini katibu, utatambulishaje mwenyekiti mwingine ndani ya kijiji chetu hali ya kuwa hatujakaa? Mnatakiwa mkae na sisi wana kijiji kisha tuangalie na uchague mtu tumpendaye na tutia mtu ambaye sisi tumchagua na tujakubaliana naye, inakuwaje? Wewe unaafiki swala kama hili? Mimi hata sitaki nalo. Ngoja lakini jamani, tungekaa tukamsikiliza. Tumsikilize nini? Tumsikilize ni nini? Eti wana kijiji, mnakubaliana na hili? Mnakubaliana na hili kijiji? Sasa tuondoke tusome kumsikiliza alipo. Tumsikilize nini? Atatuambia nini huyu? Nisikilize kwanza. Tuondoke mdogo wangu. Tukae chini tumsikilize. Ni kweli haiwezekani wakati vitendo vyake vyote tunavijua. Kwa nini hiyo haibariki? Sasa baada ya yeye kufa kijiji hakiwezi kuwa bila ya mwenyekiti. Wajumbe wameamua kukaa na mimi katibu tukifanya uteuzi kwamba huyu ndiye atakayetawala katika siku hizi mpaka hapo kipindi cha uchaguzi. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo sasa naomba nimkaribishe mwenyekiti, karibu. Wana kijiji hoye. Oye! Nikijua kama itakuwa hivi singekuja kwenye. Wana kijiji hoye. Oye! Katibu vipi? Mbona sielewi? Oya, jamani. Nini hapa? Mimi mtasababisha balaa. Basi ni ushirikiano jamani. Kwa nini mnakuwa hivi? Mwenyekiti, nimeshaongea naye tayari. Hamna tatizo tena. Mwambie oye. Wana kijiji hoye. Oye! Namsubiri ndo akomesha. Labda hawajaelewa. Nakumbuka alichokifanya juzi. Au mnataka machafuko ya damu yatokee tena hapa? Mwambie oye. Wana kijiji hoye. Nafyeka wote. Watazaliwa wengine.
Panga Lugome. Hebu subiri. Niache niwafyeke hao. Abi wewe. Ubishi wenu mtakufa hapa. Wana kijiji oye. Wana kijiji oye. Wana kijiji oye. Kuanzia leo mimi ndo mwenyekiti wenu. Tumeelewana eh? Kuanzia leo mimi ndo mwenyekiti wenu. Hakuna mtu wa kuweza kuondoa mamlaka yangu mimi. Na mtu yoyote ambaye atapinga mamlaka yangu mimi, nitakwenda naye bega kwa bega, nitakuja kumuua, nitakuja kumchinja mbele yenu hapa. Yupo mtu ambaye anaweza kupinga haya? Nani anapingamizi hapa? Mimi hapa. Wewe ni muuaji. Umemuua babu yangu ili uwe mwenyekiti. Haufai kuwa mwenyekiti. Ndugu wa kijiji, huyu hafai kuwa mwenyekiti. Huyu ni muuaji. Masikia ya kijiji, mkimchagua mtakia Mungu mtajuta. Siwezi kuamini siku natua roho ya babu yangu. Utakuja kulipa siku moja kwa yale ulimfanyia babu yangu. Wewe ni muuaji. Wewe ni mkatili sana. Kidawa. Njoo. Niache unanipeleka wapi? Niache niseme ukweli. Niache wananchi, niache unanipeleka wapi? Sikilizeni niache bwana, unanipeleka wapi? Niache. Hapa sasa hivi ni mtu mwingine ambaye kwa anatawala. Njoo anachikana. Njoo. Kinachokufurahisha wewe ni kitu gani? Njoo hapa nilipo. Njoo kabla sijakufuata hapo ulipo. Njoo. Mimi nazungumza wewe unacheka. Njoo nikufundishe kucheka. Nikufundishe kucheka. Cheka. Cheka nakusikia. Huna adabu mpumbavu. Haya toka mbele yangu hapa. Nani mwingine anacheka? Nani anapingana na mimi hapa? Njoo. Nyinyi ndio wajumbe wazembe. Kaa chini hapa. Samahani inasaidia nini hapa? Piga magoti. Itamvua. Hakuna samahani. Nyinyi wajumbe ndio mnatakiwa mfike mapema. Wanafika wana kijiji hawajafika. Itamvua. Fanya basi mwenyekiti anavyokuambia. Wewe unazubazuba nini bwana? Kama utaki dala mkupiga fimbo. Mvua njoo. Aya tosha, nyanyuka. Afu kesho ukichelewa wewe nitakuja kufanya vibaya mbele ya umati wa watu hapa. Umenisikia? Huu mkutano ulikuwa ni wa dharura mwenyekiti. Ndio maana naona kuna vibua tupu hapa leo. Hivi wajumbe kama hao wanakuja muda wanaohitaji wao. Kikao kijacho nitahakikisha watu lazima wanakuwa wengi. Ninachokuambia mimi sio kukuomba. Siku nyingine wajumbe wakichelewa wewe ndio utapata adhabu. Kikao chengine toa taarifa nyumba baada ya nyumba. Sawa mwenyekiti. Yupo mtu ambaye anaweza kupingana na maamuzi yangu? Atakayepingana na mimi nitamkata kichwa mbele ya watu hapa. Umenisikia? Huu ni utawala mwingine. Sio utawala wa kukaa na kufuatana kwenye vijumba. Tukaanza kuleteana maswala yaliokuwa sio. Tumeelewana? Nafikiri kwa leo itakuwa nimeishia hapa. Ameshamaliza. Nikijua kama mambo mengine ya kusikilizana. Tumsikilize ni mshezi mkubwa tu yule. Umeyataka mwenyewe mpaka amekuchapa. Mmeyataka nyinyi. Wewe Sasa mwenyekiti, kila kitu tayari nimeshamaliza. Tayari? Ndiyo. Kwa hiyo iko wapi? Popale. Kwenye ule mti ule kule. Okay. Basi sawa, wacha mimi nitakuwa na wapi? Mimi nampeleka huyo mtoto kwa babake. Sawa, wewe mpeleke mtoto, wacha mimi nile na huyo. Sawa. Basi sawa, itakuwa vizuri.
Kwa umekataa kuja nyumbani kwangu, sio? Basi tuondoke. Namsubiri mwanangu. Nitakuja baadaye. Masuala baadaye mimi sitaki kuyasikia. Hayo masuala baadaye mimi ndio ninachoka kwako wewe. Kilichobakisha sasa hivi, ongoza njia tuondoke nyumbani. Namsubiria mwanangu hapa. Wao hawatajua kama mimi nipo kwako. Hivi ni mtu gani asipajua kwangu? Mtu anafika kwenu asipajue kwangu? Nani asipafahamu kwa mkono mmoja? Eti na kuuliza wewe, kwa mkono mmoja asipafahamu nani? Mtoto wako ataletwa nyumbani kwangu, sawa? Lakini sasa nilimwambia kwamba namsubiri hapa. Kwa ina maana wewe usikoondoka mpaka fuatane na mimi. Asipokukuta hapa atakuja nyumbani kwangu, sawa? Ndio utaki? Sijamwambia kana kuja nyumbani kwako. Utaki? Twende huko. Bwana mimi siendi bwana. Sitaki mjazie watu. Namsubiria mwanangu. Twende huko. Bwana msubiria mwanangu analetwa sasa hivi. Nakwambia vipi, masuala mtoto wako ataletwa nyumbani. Bwana sitaki. We cheka tu. Umejionea sawa, umefurahi. Chiku. Sasa nimekufanya nini? We haya. Jua tu umenifanyia makusudi. Sijui. Nimefanyaje? Endelea hivyo hivyo. Sasa nakwambiaje Chiku? Yaani wewe sikuletei kanga tena, sikuletei zawadi yoyote. Sasa nimekufanya nini? Unajua ulichokifanya? Unajua, sema basi kama unataka kuniambia. Tausi nini? Mkono mmoja yuko nje. Nani? Mkono mmoja. Mkono mmoja? Tausi! Tausi! Acha basi ya. Kweli? Mkono mmoja yuko nje. Yeye ndiye alokufanya iwe hivyo. Wewe Tausi kweli? Sikia. Wewe Tausi, fungua mlango. Tausi! Tausi. Tausi.
Basi haya, njoo basi, njoo. Niambie. Haya basi, nyamaza. Nani akuchokoza? Adui akula Ambucha yako. Haya, ngoja akanunue nyingine tena. Mama atakuwa ni uko wapi? nilikuwa naye, lakini sasa baada ya hapo akamleta huyo mtoto huyu nyumbani kwangu, kanipelekea, akasema kuna sehemu muhimu anaenda, lakini sijui wapi anapoelekea mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hata sijui wapi alipo. Tulipoenda kisimani juzi, kuna kitu alichokiongea, lakini shemeji, tatizo nikikwambia wewe utakuja kumweleza mke wako. Nakuahidi siwezi kuongea kitu chochote. Kule kisimani aliniambia kitu kimoja. Amesema atapokuja shemeji yake amtoroshe waelekee kijiji cha pili. Shemeji yake gani? Au ni huyo unayekaa naye hapa hapa? Ndio huyo. Na uhakika kabisa, kwa sababu alipokuja asubuhi kuletea huyo mtoto nikahisi kabisa kuna kitu kinachoendelea. Na isitoshe mimi nahisi mkeo na shemeji yako kuna kitu kinachoendelea. Yaani kabisa, kwa sababu haya mazungumzo tupu pindi wanaongea, mimi nafahamu kuna kitu kinaendelea, ila wewe wanakuficha. Na sio nahisi, nina uhakika kuna kitu wanakuficha. Shemeji yangu, kwa vile nimekukuta na mtoto yuko salama, basi wewe acha niende tu ndugu yangu, maana lazima nikeke mambo sawa kwa nyumbani. Ndio hivyo, vumilie. Asante kwa ujumbe wako. Kwa heri shemeji yangu. Samiri, ngoja nikuletee sambusa Usikasirike. Tupumzikeni, mimi nimechoka. Umechoka? Chiku. Tupumzike. Chiku. Haina jinsi. Kama kungekuwa na baisikeli za kukodisha, basi zingetusaidia. Na inaonekana huyu mtu bado anatufuatilia. La msingi ni kuendelea mbele kwa mbele, tutajua tunatokea wapi. Au unasemaje? Tupite huko. Tausi. Twende huko. Sawa. Tondokeni. Panga Lugome, kwa uwezo wa ninakuamuru ukanitafutie mmiliki wa kitambaa hiki. Mmiliki wa kitambaa hiki umbebe uje naye. Panga Lugome, kwa uwezo wa panga hili ninakuamuru uende ukanitafutie mmiliki wa kitambaa hiki. Nenda akamchukua mmiliki wa kitambaa hiki. Yaani hapa nilivyochoka. Umechoka? Ndiyo, nimechoka vibaya mno. Basi tupumzike kidogo, alafu tutaendelea na safari, sawa? Yaani nyie mnishini mimi jinsi nilivyochoka. Kweli? Sio wewe tu. Hakuna hata mmoja anamshinda mwenzake kwa kuchoka.
Amka tuondoke. Tuondoke Chiku. Chiku. Hebu jitahidi tuondoke. Jitahidi tuondoke, sawa? Tuondoke. Tuondoke. Siwezi nendeni. Tuondoke. 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 Chiku. Chiku. Yaani kila mtu anayepata fursa katika maisha anaitumia vile anavyotaka yeye. Kwa nini unaongea hivyo? Mpaka sasa hivi chakula hujapika. Napika, sunu nimetoka kuwasha moto hapa sasa hivi. Nasema hivyo kwa sababu ya mtoto. Sababu mpaka sasa hivi ile mtoto hajala. Halafu mmemfunga. Kwa nini tatizo kubwa ndibi mpaka mfunge kama vile? Hamkutakiwa kumfanya mtoto vile. Wewe mwenyewe unajua ni kazi ya kaka ile. Ndo kaniambia nimfunge vile. Mimi mwenyewe inaniuma sana lakini sina jinsi. Si unamjua kaka alivyo. Sawa, kaka yako namuelewa vizuri. Sasa nafikiria wewe tutamsaidiaje ile mtoto pale? Tunatakiwa tufanye kitu kwa ajili ya kumsaidia ili asiendelee kuteseka. Siwezi. Pole tausi wangu. Pole sana. Kaniumiza. Sikukutuma uende ukamjeruhi. Sasa basi, lazima nikuadhibu. Pole, sikutoneshi, pole. Unaniumiza. Kaka vipi? Ndio hivyo. Vipi, mbona ipo hivyo huyo? Huyu namfahamu vizuri. Kuanzia leo atakaa humu ndani. Sawa, kama kipindi kile kwa kuanzia leo amerudi nyumbani kwake. Tumeelewana? Wala mtoto huyu ndo mamako na mimi ndo babako. Eti mama yangu, eti baba yangu, wewe ni mkono mmoja na huyo ni mkombozi wangu. Achana naye sasa, tuleka maji kidogo apate kumsaidia. Sawa? Karibu Ifi. Asante. Bosi wangu yupo.
Sijui nisemeje, sijui nikwambieje. Kwa kweli nashindwa kuelewa, nashindwa kutajibu. Nahisi hichi ni kizungumkuti tu, sijawahi kuona wala sijawahi kusikia, lakini leo tumejionea. Huwezi amini, Tausi amekufa. Tausi amekufa. Hiyo ni kweli. Nilichokuwa nikikisikia kwa kuambiwa, sasa nakisikia kwa masikio yangu. Siamini kabisa. We dad, hivi unajua mama yangu alikufaje? Unajua mama yangu alikufaje? Ukifa kama alivyokufa mama yangu, utajisikia vizuri? Sina kuuliza. Eti kakako ananiogopa. Ndio ananiogopa na kila mtu ataniogopa. Haya sio maneno yangu, yametoka kwenye mizimu yetu. Hivi nataka kujua mtakufaje? Hata usihusika atakufa. Yote haya kwa ajili ya mtu mmoja tu. Hakika mtaamani mkutoweka umefika. Mama atamjua mtoto, wala mtoto atamjua mama. Kila mmoja atajali nafsi yake. Ataibaki ni mmoja tu ambaye ni mkombozi wangu, na huyo mpo naye hapa hapa. Unaogopa? Si unafurahia mambo ya kakako? Nifunge. Funga kamba. Funga. Nifunge sasa. Funga hiyo kamba. Nifunge. Nifi kama bibi yangu, nimfuate mama yangu. Niue sasa. Nisuko wa kikatili. Niue sasa. Chukua kisu nichome. Nichome! Funga kama uniue.
Wewe ni kama mamao. Nataka nikwambie kitu, lakini hii ni siri, usimwambie mtu yoyote. Nisikilize. Hivi unajua lengo la mwanamke kukuleta hapa? Anataka akuue. Unaona ile panga? Ile panga sio kawaida. Usiku nabadilika kuwa nyoka mkubwa sana. Sasa mume wako anataka nyoka hiyo ikuue. Kwa hiyo wewe leo ni chakula cha hiyo nyoka. Ila nataka nikushauri, hivi, ulichukue ile panga uende ukalitupe mbali. Hapo ndo utakuwa umeokoa maisha yako na kijiji kizima. Ila asijue mtu kuhusu ile panga, iwe ni siri yako tu. Umesikia? Nenda kaendelee na kazi. Kwa hiyo bado umeendelea kunyamaza kimya, hamtaki kuniambia panga liko wapi? Sisi hatujui. Mnasema hamjui? Hamjui kuhusu panga? Shemeji, sisi tufahamu chochote kuhusu panga. Ongea lolote. Wewe ndio unalofahamu panga na liko wapi? Umenisikia? Mimi sifahamu shemeji. Wewe mbona fimbo unachelewesha? Nimekutuma fimbo muda mrefu. Unafanya nini eti? Na kuuliza nimekutuma fimbo muda mrefu. Piga sasa hivi. Zama. Yale macho yake na mbigi za miguu. Haya sasa nataka mikono nyanyua juu. Nyanyua mikono juu. Nyanyua mawe juu. Nataka nijue panga liko wapi. Kaka, sisi tumetoka shamba, labda umuulize wifi. Mimi siwezi kuchukua panga. Kwanza huyo wifi yako usimzungumzie kabisa. Hawezi kuchukua panga. Wewe ushawahi kumuona kushika kabisa mipango mondani? Ushawahi kumuona kucheza na panga? Labda ule mtoto ndo. Huyu. Umemwona huyo? Huyu mpumbavu hapa ndo alokuja kuniharibia mimi hapa. Kwa mambo yangu yote. Shemeji, mimi sifahamu panga lilipo. Nahitaji kujua panga liko wapi. Haki ya Mungu vile shemeji, mimi sifahamu panga liko wapi. Utanunua lingine. Kanunua jingine? Ndio shemeji. Kwanza sio la kawaida. Umesikia? Nikipotea lile panga siwezi kujua sehemu nyingine ya kulipata. Umesikia? Lile panga tu nyinyi mnaliona, hamjui thamani yake wala hamjui lina umuhimu gani. Na kuuliza lina umuhimu gani? Kumbe nyinyi hamna adabu. Ngoja niwakomeshe. Lala chini. Lala. Tulia. Tulia. Hebu vua utafua bichwa bovu. Njoo kidogo, njoo tulia. Tulia nguvu. Bovu kubwa. Kila ninapokufanyeni hamtaki kuonyesha panga lako. Sasa msubirieni. Nisubirieni nitoke huko ndani mtaniambia panga. Hey! Panga liko wapi? Wapumbavu wakubwa. Nahitaji mje na panga langu, wapumbavu wakubwa. Msipokuja na panga nitakuja kuchinjeni nyote hapa. Napenda maisha yangu. Mimi sitaweza kurudi nyumbani kwenu. Hapana, sasa tutafanyaje? Tenda wapi sasa? Tenda kuishi wapi sasa? Yaani mimi ndo sielewi kabisa yani. Kidawa, nahisi ni kule tu nyumbani kwenu. Ni heri tutafute sehemu yoyote tujihifadhi. Lakini sio kurudi nyumbani kwenu. Mimi sitaweza kurudi.
Yeye ananishtumu mimi kwa mimi nimechukua panga, nimelificha, sijui nimelificha wapi wakati sijachukua na wala sifahamu kitu chochote. Sikiza nikwambie katibu. Nahitaji waite wanakijiji wote waje hapa kwa ajili ya kuwa nahitaji panga langu. Umenielewa eh? Nahitaji waite wanakijiji wote pamoja na wajumbe waliokuwa hawapo ili waje hapa walete panga langu kwa sababu wameiba panga langu nyumbani. Sidhani kama hicho kitu kinawezekana. Kwa ajili tu ya panga, mheshimiwa. Wewe sikiliza nikwambie, usiniletee dharau hizo. Na kwa nini siwezekane? Kwa hiyo wewe sasa hivi unawasemea watu kwamba haitowezekana, wewe ndio unasemea? Eti inawezekana kweli? Mheshimiwa, kiukweli kabisa, yani tutakuwa tunaongopa. Kutokana na wanakijiji siku hizi walivyokuwa, vichwa vigumu, hawaelewi. Sidhani kabisa kama itakuwa inaeleweka. Vichwa vigumu ndio nini? Kwamba nataka muhakikishe mnapita nyumba baada ya nyumba, muhakikishe kwamba mnarejesha panga langu kwenye mikono yangu hapa. Kama panga likupatikana, mtaanza kufanya nyinyi wajumbe ndio watafuatia wananchi. Lakini mheshimiwa, panga tutapata hata lingine, hata mimi mwenyewe panga ndani nalo mimi nitakupa. Imekuwa sasa hivi unaniletea mimi utani ndani ya kichwa changu, sio? Hivi nimekwambia nina shida kukuazima wewe panga au nina shida panga lako wewe? Na shida ya panga ambalo unalijua matumizi yake, sio panga ambayo mnaenda mkikatia miti. Mheshimiwa, mapanga mara dukani yapo. Bora tu ukachukue tu lingine, lakini ukisema eti tuite na kijiji. Usitaki kuniletea masuala ya kipumbavu. Kama nina shida kwenda dukani, mimi maduka najua ni yapi. Hamwezi kujua umuhimu wa panga hilo. Tumeelewana?